Basi akatisha mkutano wa kwanza mwaka 62, na agenda kubwa ilikuwa kusomesha watoto. Sheikh Hassan akasema sasa tushapigania uhuru ndio tumeshaupata, lakini ili uhuru uwe na maana lazima tuwasomeshe watoto wetu, ili sasa waitawale Tanganyika pamoja na ndugu zao wa Kikristo. Lakini wakati wao wanafanya haya, kanisa nalo likaja na mkakati wake, lina hofu kwa sababu ile nguvu ya Waislamu, kwanza ya wingi wao. Hivi nyinyi mlipata kujiuliza, hivi kuweka kipengele cha dini kuna tatizo gani? Wao wanaandika, wao ndio wengi, na hata rekodi za serikali kwenye makalenda huko nje wanajua wengi. Waislamu wamesema si kweli. Ili tujue kweli, wekeni kipengele cha dini tuhesabu. Watu wamefungwa, watu wamefungwa. Hivi mmepata kujiuliza kwa nini? Sababu yake ni kuwa wameingia hofu. Kwa sababu kwa kipindi cha miaka 50 katikati hapa, propaganda inayofanya ni kuwa Waislamu ni wachache nchi hii. Na kwa kweli wakati mwingine kama mtu atakuja mara ya kwanza hapa asome historia ya nchi hii, haya inakueleza watu utawakuta, haya inakueleza nini watu utawakuta. Picha haraka inakuja kwenye nchi ya Kikristo, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu hakujalia hivyo. Mwenyezi Mungu hakujalia kuwa nchi hii Wakristo ndio wanyanyua silaha kupigana na Wajerumani kwenye nchi yetu. Walionyanyua silaha ni Waislamu. Nchi hii haikujalia kuwa harakati kuikomboa nchi hii mikononi mwa Waingereza iongozwe na kanisa. Haukuonekana msalaba mbele katika harakati za Majimaji wala kwenye harakati za kudai uhuru. Ni kanzu, kofia na mabaibuli. Hata zile nyimbo zilizokuwa zikiimbwa wakati wa kudai uhuru, utasikia mama zetu wanasema inshallah Mungu yupo, Tanganyika itatawala. Sasa kuna Mkristo anaweza kutoa nyimbo. Basi hii ndio historia yetu wameondoa. Sasa uoga ukaja kwa wingi huo Waislamu, basi sisi hatuna kitu tena. Kama wanaweza hawa kumweka Julius Nyerere kwenye kiti, hali kadhalika wanaweza kumtoa pale wakamweka kitu kingine. Na kisa cha Nyerere kuwa kwenye kiti ni kirefu sana. Kiti kile Marehemu Abdu alikusudia Chief David Kidaha Makwaya, kisa kirefu, lakini hakutaka. Alipokataa Chief Kidaha, basi kura ndio ikamwangukia Mwalimu Nyerere. Na nikisema kuwa Marehemu Abdu alimweka, itakuwa tabu kwa watu wengine kujua vipi mtu mmoja anaweza kuwa na nguvu ya kuweza kusema huyu akae kule sikae. Siasa wakati ule ndiyo zilivyokuwa zinakwenda. Kwanza ujitolee. Si kila mtu anaweza kujitolea. Si kila mtu katika sisi anaweza kufanya mambo aliyofanya Sheikh Ponda. Si kila mtu. Ponda na nguvu katika jamii ya Kiislamu. Ponda akisimama hapa akasema, Waislamu, kama hamkuandamana kwa watoto wenu kudhulumiwa na ndani chako, mtaandamana kwenye dini Waislamu nyinyi, basi Ijumaa tunatoka. Sisemi maki narudia usanii, mnajua. Nakwambia kitu ambacho nyinyi mnakijua. Sasa mipango kaanza, na katika mkutano ule Tewa Saidi Tewa akachaguliwa kuwa
ndio mwenyekiti wa jumuiya ya Waislamu wa Afrika Mashariki kwa upande wa Tanganyika. Wakaanza kujenga shule na mpango wa kujenga chuo kikuu ukaanzwa kuzungumzwa. Sasa 63 zikaja chokochoko. Walitaka kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa Bukoba na Kigoma. 5 ikaweka wagombea wake Waislamu. Kanisa Katoliki likaja na wagombea wao, wakasema sisi hatuwezi kukubali kuongozwa na hawa Waislamu kwa sababu hawana elimu. Lakini 62 si leo, moto uliowaka pale ulikuwa mkali sana. Moto uliowaka pale ulikuwa mkali sana. Lakini kama tena hapa ungetegemea labda Nyerere aseme, mbona kanisa mnachanganya dini na siasa sasa? Alinyamaza kimya. Lakini Sheikh Hassan bin Amir anasema, kisha kuwa leo tena tumepata uhuru, Waislamu tukusoma, tuwapishe Wakatoliki waendeshe nchi. Mambo ni gani? Na ndio akawaambia Waislamu, mnaona hatujafika mbali, treni yetu haijafika hata Pugu, ishaanza kuharibika hapa kituoni Dar es Salaam, Buguruni pale Bilal, ishaanza kuharibika. Ni muhimu tujenge shule kwa juhudi, na tukipata chuo kikuu tusomeshe wanetu waje watawale nchi hii pamoja na Kristo. Sasa basi, na huko kwenye majimbo matatizo nayo yakaanza kutokana. Lakini hapa nitaeleza ugomvi uliotokea Tabora, ambako Bilali Rehani Waikela, yeye kwanza ni mwasisi wa TANU pale mwaka 55, na ndiye alikuwa katibu wa jumuiya ya Waislamu wa Afrika Mashariki. Kwenye mkutano wa hadhara, Richard Wambura alikuwa mkuu wa mkoa, na pale kwenye jukwaa akawatukana Waislamu. Aliposhuka Waikela kapata, akampa majibu, akasema, ala, mara hii mmeshasahau mchango wa Waislamu katika nchi hii, mnaanza kuleta chokochoko. Maneno yale yakawa yanabebwa na watu usalama wa taifa, yanafika kwa Nyerere. Kuna vitu viwili Nyerere hakuwa anapenda kusikia. Kwanza, kuwa yeye hakuwa mshatani, manake ukimwambia kwa shetani ana sifa nyingi, mwalimu nyingi sana, lakini jambo hii ya kwa shetani imemkaa hapa. Na pili, alikuwa anapenda kusikia kwa Waislamu ndio wanaopigania uhuru, vikimchoma sana. Sasa ilipokuja mkutano wa pili wa Waislamu mwaka 63, kwanza pakavushwa uvumi kuwa hawa wajumbe wanaokuja kuhudhuria mkutano watakamatwa na kuwekwa kizuizini, kwa sababu mwaka wake uliopita 62 ilikuwa imepita sheria ya kuweka watu kizuizini. Mtu kwa kizuizini kupelekwa mahakamani, mtu anasema tu huyu ana makosa, mwingine ndani, anakaa asikae zaidi ya miaka 5, unaweka mwaka mmoja isipite miaka 5 na kutoa. Bilali Rehani Waikela anashuka kwenye treni ya station ya treni ya Dar es Salaam, anakutana ujumbe, na bwana, kabla ya mizigo Sheikh Hassan bin Amir anakutaka. Alipofika kwa Sheikh Hassan bin Amir,
kamkuta yuko pamoja na Sheikh Mzee Ali Komoria, ni katika mmoja wa wanafunzi wake. Na huyu Mzee Ali Komoria alikuwa mshairi mkubwa sana. Kama namjua Ali Mzee Komoria, mnasikia akiomba dua wanasoma ile mashairi yake. Yale mashairi yote ni ya marehemu babake. Basi tunamtania kwamba Sheikh, hebu tunga na wewe, tunga na yako sasa. Tumechoka sasa. Wewe sasa kuna ile mashairi mtu mwingine anatunga na wewe yangu tusikie. Akamwambia Bilal, nimekuita hapa. Kuna fitna inaletwa na Nyerere. Na natumia neno ambalo Sheikh Hassan ibn Amiri amelitumia. Kwa sababu leo asubuhi kabla sijakuja hapa nimetalii kidogo kwenye nyaraka zangu. Nilisema lile ambalo la sawa. Sheikh Hassan ibn Amiri neno alilotumia Sheikh Hassan ibn Amiri, si mimi jamani, si mimi. Sheikh Hassan ibn Amiri, Sheikh wetu mufti, anasema Nyerere atawatumia wanafiki katika sisi kuleta hoja ya kuivunja jumuiya ya Waislamu Afrika Mashariki na kutaka Bilal, itapokuja hoja hii wewe usimame kuipige pale. Bilal akauliza, Sheikh, kwa nini mimi? Akatandio mimi akamwambia isitaka kunywa Bilal. Oktoba Bilal alikuwa katika miaka 30 mwanzoni au mwisho wa 20. Sasa kama kesho ndio wanafanya mkutano, Julius Nyerere atafanya chakula. Siku zile ya pale yetu Ikulu kwa Cabinet House. Akasema katika chakula kile anamwambia kawachukua watu, baadhi ya watu. Na katika wale Bilal hakuwemo. Tunajua ni watu gani ambao wanaweza kumsikiliza. Si vyombo vyote navyo bwana, sikuwapa kazi tu, hebu nitafutie watu ambao wanaona hawa wanaweza kufanya kazi yetu hii. Akaambia sisi tuko huku. Sioni sababu kwa nini sisi leo nyinyi Waislamu muwe na kiongozi muhimu. Ingekuwa leo angetoa jimbako kwa vijana wetu wale wakaambia sasa tabiri na wale mababu wote mwatoe. Sio waondoke waingi tu katika dini yetu, na nyinyi wale wazungu wote walikuwa kwenye mission mwarudishe kwao. Basi wale wakakubali. Na katika mkutano siku ya pili ile jambo likaja. Na Bilal Rehani Waikela alikuwa anawasaidia. Mkutano ulichafuka, majadiliano makali. Aliposimama Bilal Waikela, naona Bilal Waikela Mwenyezi Mungu amemjalia kila penye vurugu ya kusimama yeye mambo yanakwenda sawa. Nitakwambia kitu kingine. Watu wote ambao mimi wakati naandika kitabu cha historia hii nilikuwa nikishazungumza nao nikiondoka na kufa. Ubaya jambo. Kila nikiondoka katika mzimu na habari bwana mzee amefariki. Kilunga anamwambia Waikela, unajua Waikela wewe kuna jambo hujafanya. Ukishafanya hilo na Mwenyezi Mungu atachukua roho yako. Wenzako wote wamezungumza kwa sababu umeondoka makufa. Wewe tunapaka leo bado. Na mpaka leo yupo. Na inshallah Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu. Amen. Basi akasimama akasema, jamani, sisi tunavyojua Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an, wa tasfimu bihablillahi jamia. Sasa hii ya kuvunja hii nyinyi mmepata wapi? Ikawa lile jambo limeshindikana. Lakini Bilal akasema hapa pana mkono wa Nyerere. Bilal na Nyerere wameanza pamoja kujenga chama, wameanza pamoja kudumbua nchi hii. Si mtu pembeni. Akasema hapa na mkono wa Nyerere na serikali yake, tumwita na tumweleze kuwa dini hii haiendeshwi kama inavyoendeshwa tangu sasa, tangu
national, lakini ni dini ya dunia nzima. Tuje tumweleze hapa Waislamu tunataka nini. Katengenezwa kamati ndani, lakini wanafiki katika kuchagua ile kamati Bilali wakamweka nje. Siku zile mabalozi wa nchi za Kiarabu Kiislamu walikuwa wanahudhuria mkutano ile. Balozi wa Misri akasema, mimi naomba katika hiyo kamati muutie na Bilali. Kwa hiyo ukatengenezwa waraka risala ya kusoma siku ya kufunga mkutano, na Nyerere akaalikwa, akafika pale. Ukumbi wa shule ya wasichana sekondari Aga Khan Upanga. Bilali akasoma ile risala, akaeleza risala mchango sana yuja rufani kama mkwambia hapa kuwaita Wakristo. Alipomaliza ile, anajua kama huyu ndio fitna mwenyewe, huyu Nyerere ndio anataka kufundisha Uislamu. Kwa sababu nasimama kidogo, Bilali ni mwanatano. Zimefikia taarifa kwenye kamati kuu ya tano, kasimama Rajab Diwani, akasimama na Suleiman Kitundu, wanamwambia Nyerere ivunje jumuiya ya Waislamu wa Afrika Mashariki kwa sababu Aga Khan anataka kutawala nchi hii kupitia Waislamu. Ukumbi ukachafuka. Sasa nachukua kwa Titi. Haya maneno anazungumza Titi Mohamed, yeye alikuwepo. Titi siku zile kiongozi. Akaambia nini? Vunja jumuiya ya Waislamu. Hii imetoka Aga Khan hii. Kama kuna watu ndani ya tano, ndani ya jumuiya ya Waislamu wa Mashariki wanaleta matata, basi hawa watu sisi tuwashughulikie, lakini kuvunja hii jumuiya hapa sio jambo linalowezekana. Hawa wanatoa huduma kwa Waislamu. Pakatokea kubishana maneno baina ya yeye na Nyerere. Titi Mohamed, nadhani kuna wengine umri wangu utakuwa kidogo mmoja. Mimi Titi ni mama yangu. Hata siku nilipokwenda kumfanyia mahojiano, kwanza nilipomhadithia kanisa mimi najua. Tena kanisa mpaka umri wa baba zangu, sana najua ni kubwa hivi. Ile bila kimajema. Basi pakatokea kutoleana maneno kati ya Titi na Nyerere. Na Titi akamwambia Nyerere, mimi simwogopi mtu bwana. Mimi niko kwa Allah. Sasa nafikiri kidogo mjue Titi. Titi amesimama kwenye kilenge cha 55, anainali 5 pale Mnazi Mmoja. Siku hizo msichana mdogo miaka 25 akipanda kwenye kilinge anapiga na Bible lake ile ya ukali. Anainali 5, hajaona sura ya Nyerere. Na aliyemleta katika 5 alikuwa ni Schneider Abdullahi Planta. Nadhani mnaona ile, na kupeni hii muone zile harakati jinsi Waislamu walikuwa tumezishika. Ananiambia Titi, kuanzia siku ile Nyerere hakunipenda na akaniweka mimi mbali, akawakaribisha karibu yake Suleiman Kitundu na Rajab Diwani. Lakini mimi akaniweka mbali kabisa. Naam, akasema yeye hawezi kuvunjwa. Sasa akarudi, tumerudi kwenye ukumbi wa Aga Khan Girls shule ya wasichana. Bilali anaenda kumwambia Mwalimu Nyerere, na hapa kama cheni alimwambia, mara hii mmeshasahau juhudi za Waislamu kugena huko nchi hii. Mmeshasahau mara hii mnaleta chokochoko. Kaambia Nyerere, sikiliza,
tahadhari na Waislamu, tahadhari na Waislamu. Na hapa nataka mshike moto wa Waislamu ukiwaka, wewe huna maji ya kuuzima. Takbir! Yale maneno ya Bilal Rehan Wekeza aliyasema mwaka 63 ndio haya leo yanakuja. Hakuna mtu asiyeuona moto wa Uislamu leo. Hakuna asiyeuona moto wa Uislamu leo. Ndio pale unapoona viongozi wetu wanasema sisi ni makamanda wenu, tumeleta jeshi mpaka hapa, tusiliangamize jeshi, tulisimamishe jeshi, tuzungumze nao, huenda watatusikia. Ala jamani, mimi nasema fikra zangu, msinitie kwenye lekuni kuona Mohamed Said kaja hapa atakuja nguvu. La, mimi ni muumini na mimi nawasikiliza viongozi wetu wanasema nini. Mimi nasema kama mwanahistoria tu, na vile ninavyoona yale mambo na vile wao viongozi wetu walivyosema. Kwa sababu juzi kuna kiongozi mmoja maskini hata singine ule ulimi uliteleza, alisema tumejaribu kupambana, tumeshindwa. Basi akambe tumeshindwa. Dibahula angetoka hapo kama sisi tukuingia mtaani. Kama sisi tukiingia mtaani, Dibahula mpaka leo angetakunga ule. Tumeshindwa sisi. Hijabu sisi ingebaliwa shule za tumeshindwa. Sasa mimi naambia jamani, atakuja ratibu. Sengine viongozi wetu wanaendeleza si kama nini. Sisi tumeshindwa. Tukashindwa tukasimama hapa, tukazungumza hivi. Kwa hapo nimeweka siku hizo nasema nini angalizo. Basi unaona mama ile mmoja kutudia. Ule mmoja kutudia. Hakijashika. Akamwambia moto wa Uislamu ukiwaka, wewe huna maji ya kuuzima. Takbir! Ilikuwa vitu vile ambavyo vinamchoma sana leo Rehan Wekeza amemkumbusha kwa wewe usikalia kitu hicho kama sijuhudi za Uislamu. Kuna mwimbo anaimba kama sijuhudi zake mwalimu. Hapana. Hebu vijana wetu siku moja tubadilishe tuseme kama sijuhudi za Waislamu uhuru usingepatikana. Sasa ndio kumkumbusha, kamtisha, kamwambia Waislamu kuleta moto kuna maji ya kuzima. Ndio leo naona helikopta zinakwenda juu, jeshi linaingia mjini. Si ishara nzuri. Hii si ishara nzuri. Lakini alhamdulillah angalau wamejificha nyuma ya maskofu, kama vile rogovi wetu sina maskofu. Sisi rogovi na maskofu. Na maskofu wenyewe wanajua sisi wapi hawezi kutoka Muislamu akachoma kanisa. Kanisa sisi tishio kwa kabisa. Vurugu za ng'ombe chai. Makanisa mangapi yalikuwa pale? Waislamu walikuwa wanapiga magari ya serikali. Yule ndio yao. Mwaka 64 jeshi likaasi. Nyerere akachukua ile kama sababu ya kukamata mashehe, akaweka ndani, na kwa hakika jumuiya ya Afrika Mashariki ikadhoofika kwa sababu viongozi wote walikuwa ndani. Rehan Wekeza na alikuwa mmoja wa watu ambao walikuwa ndani. Alipotoka akakuta jumuiya ofisi imefungwa. Na ofisi nyingi zikawa zimefungwa kwa katika majimbo. Alipotoka kaambia Waislamu, akasimama msikitini, akasema nipeni sahihi zenu 100 tu, mimi nakwenda kufungua ofisi. Akapewa sahihi 100, ofisi ikafunguliwa. Na walipokwenda kwenye mkutano wa mwaka 66 ulifanyika Arusha,
hali ikawa mbaya zaidi, kwa sababu makachero wa serikali walikuwa wametanda wakiwafundisha. Sheikh Abdulhamid amesema wanaitwa nani? Wanafiki. Si mimi, Sheikh akasema, Sheikh Abdulhamid akasema wanafiki waseme nini katika ule mkutano. Na kwa hakika walipokuwa wanafungwa ule mkutano, wajumbe kutoka Uganda na Kenya wakawa wanamwambia Tewa, sidhani kama hii jumuiya ina uhai, kwa sababu wanafiki walikuja na mbinu nyingine. Wakasema sisi sasa hivi hatusemi tutoke, lakini tunataka hii katiba hii ibadilishwe iwe katiba ya kizalendo, na sisi tuwe tunafanya mambo yetu sisi wenyewe. Jibu la Kenya na Uganda kusema tukifanya hivyo ndio tunakuwa mshajitoa. Wakasema sisi sasa hivi hatusemi tutoke, lakini tunataka hii katiba hii ibadilishwe iwe katiba ya kizalendo, na sisi tuwe tunafanya mambo yetu sisi wenyewe. Jibu la Kenya na Uganda kusema tukifanya hivyo ndio tunakuwa mshajitoa, na mtajidhoofisha nyinyi na mtatudhoofisha na sisi. Hapa tulikuwa watatu, leo tutabaki wawili na nyinyi mtabaki peke yenu. Mmekamata toka hapo. Kufika 67 Nyerere akajana azimio la Arusha. Siku moja asubuhi tu wanaamka, wanaona magazeti yamepambwa na picha ya mtu anaitwa Adam Nasibu, mwalimu wa shule ya msingi, na vile vile alikuwa ndio katibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Waislamu Mashariki Bukoba. Anasema yeye anaunga mkono azimio la Arusha kwa sababu yale mafunzo yake, subhanallah, sawa na Qur'an. Kishindo hicho kishindo. Haikupita muda, baada ya siku 3-4 gazeti lile linamtoa mbele pale, na gazeti lile kwa kitumia mesimama najua Nationalist na Uhuru, magazeti ya 5. Mhariri wake mkuu alikuwa mtu mmoja, ninyi mtamjua kwa jina lake, anaitwa kumbe mnamjua, anaitwa Benjamin William Mkapa. Katika radio kulikuwa na mtu anaitwa Martin Kiama. Vyombo vyote vile sasa vinamtumikia Adam Nasibu. Sheikh Hassan bin Amiri alikuwa na darasa yake ya fajr. Waliohudhuria wanasema Sheikh Hassan bin Amiri ile darasa lake ilikuwa pale kati ya Msimbazi na Nyamwezi, wakutia mguu kuna darasa fajr hilo. Akasomesha labda nusu saa, akawaambia Waislamu hatari zinazokabilia umma na nini wafanye. Akirudi nyumbani, Sheikh Hassan bin Amiri anaandika hotuba zinasomwa misikiti yote. Alhamdulillah, leo anasema jamani, Muhammad Said leo atazungumza na tutafanya link up Radio Kheri, Kidateni Ringa na Radio Imani Morogoro. Nchi nzima natusikia. Ni dua za wazee wetu hawa. Haya mambo akisema Sheikh Malik atakama kuja peke yako. Kibla hii umekuja peke yako, wenzako kwa wapi? Unajua utoto. Sengine kuna sinema, sengine mpira, na sasa huko. Usidhani akasema ondoka atakusomesha peke kama anasomesha 20.
Sasa watu wanamsikiliza Nyerere kwenye Nationalist na kwenye Uhuru, Waislamu msikitini ndio wanamsikiliza Sheikh Hassan bin Amir kwenye hotuba ya Ijumaa. Lakini kubwa zaidi ni pale Adanasibu alipokuja na kauli kuwa yeye jimbo lake Bukoba anajitoa kwenye jumuiya ya Waislamu wa Afrika Mashariki. Ikapatia na Iringa ikajitoa, ikapatia na Tanga ikajitoa. Ndio hapo Waislamu wakajua wana tatizo lilokuja kujulikana kama mgogoro wa Afrika ya Mashariki. La Mwenye Baraka alipokuja kusetewa alikuwa Muhaji Azkaki ambaye ndio katibu wa Muslim Welfare, Mwinjuma Mwenyikambi katika wazee wakubwa watano, baraza la wazee watano. Ile yeye mkatwa mje Mwinjuma kitakuwa ya Manyamala, na hii barabara imepewa jina kwa heshima yake. Alikuwa Makisi Mbwana, alikuwa Salema Sasi, Isa Msambo. Hawa wakenda mpaka Cairo na wakafanya mazungumzo na serikali ya Gamal Abdel Nasser. Abdel Nasser akawapa ofisi watengeneze mambo yao yote ya mikataba, ili baada ya wiki moja mbili watakaporejea pale nyumbani watiliane sahihi, chuo kianze kujengwa. Wakenda hija, kwenda hija na kurudi, wakapita Cairo na mikataba ikafungwa kuwa kitajengwa shule za Uislamu pale Baghdad, chuo kikuu ambacho kitakuwa mali ya Waislamu wa Afrika Mashariki na watakiendesha wao wenyewe, na uwanja ndio ule ambao ndugu yetu Ponda leo umemweka ndani. Hii ni matunda ya wazee wetu waliotangulia, Sheikh Hassan bin Amir. Pale baada ya kufika akaitisha mkutano tewa kwa halmashauri kuu, akawaeleza mafanikio yaliyopatikana katika ile safari. Kisha siku ya pili akaitisha mkutano wa waandishi wa habari. Ucheni fikra sasa, Waislamu washapigania uhuru 61 uhuru umepatikana, 62, 63 mikutano ile tunaikumbuka tumeeleza hapa. 64 sasa wanaambiwa kuwa matunda yashapatikana na pesa yashapatikana. Sasa tunajenga chuo kikuu. Wakati wajenga chuo kikuu washajenga shule Muslim School. Hii moja wapo hapa mnaiona hapa, ambapo mwaka mkuu ya Bakwata ile imejengwa na kila Sheikh Hassan bin Amir. Nenda pale, hakuna kumbukumbu hata moja ya Sheikh Hassan bin Amir. Bali kama kuna mtu ameiona ajaniambie. Sasa hii ndio ilizua hofu kuu kwa Nyerere na kanisa. Waislamu washatakaziwa, kwa sasa kinajengwa chuo kikuu. Wakati mwingine mimi ninacheka na kuambiwa, naposikia wanatuambia kwa sisi hatutaki kusoma. Mtu ambaye anapenda kusoma mmoja na chuo kikuu. Sasa ile fitna ya Nyerere ilikuwa tayari ishakamata. Baraza la mawaziri walikuwa 15. Waislamu kutoka Tanganyika walipohama. Baraza lilikuwa na watu wangapi? Kutoka Tanganyika Waislamu wangapi? Nitajeni mmoja. Huyo akosekana ndio. Bana. Sio. Tawawa. Wa pili Saidi Ali Masanya. Waliobakia wote kutoa kina Sumakame, Babu Sumakame, Babu na mwingine Abdulmani, waliobakia wote wakaja. Na 63 basi
katika fitna. Tarehe 11 Machi imekaa halmashauri kuu ya tano chini ya mwenyekiti wa Nyerere akapiga marufuku baraza la wazee wa tano. Kapiga marufuku halitakiwi kuwepo kwa sababu linachanganya dini na siasa. Baraza hili la wazee ni kisa kingine, mnije siku nyingine umzungumzie tu. Hili baraza kuu la wazee ndilo lilompeleka Mwalimu Nyerere Umoja wa Mataifa, na aliyokabidhiwa kazi ya kuratibu pesa zile alikuwa mzee mmoja akiitwa Idi Faizi Mafongo Kaira. Idi Faizi Mafongo alikuwa na ndugu yake akiitwa Idi Tosiri. Hawa walikuwa ni ndugu zake Sheikh Mohamed Rabia wa Bagamoyo, ndio walimchukua Nyerere mguu kwa mguu mpaka Bagamoyo kwenda kumjulisha kwa Sheikh Mohamed Rabia, huyu mwenzetu tunaenda Uislamu, tutakuwa toa Uingereza, muunge mkono, waambie Waislamu huyu ni ndugu yetu. Mnakijua kisa cha Sheikh Mohamed Rabia na Nyerere, wakachukia Waislamu ndio kesho. Wapi umeona hapo? Umemwona askofu yote kutoka hapo? Mwezi unaofuatia Nyerere akavunja baraza la akamtoa Tewa katika waziri. Tewa akataka miezi 6 ana kazi. Kutoka 25 Januari akampa kazi ya ubalozi China. Zote mbinu chuo kikuu kisijengwe. Tewa kubali. Mwaka ule kulikuwa ni uchaguzi mkuu. Tewa karudi kugombea uchaguzi mkuu, apate nafasi ya kuwa Tanganyika ili akamilishe yeye na Sheikh Said Dlamini ujenzi wa chuo kikuu cha Waislamu cha Ng'ombe Bani. Tito Shagomara 23 kwenye kamati kuu. Tito anagombea Rufiji. Wote wawili hawa walipoteza vita, walishindwa. Tewa ameniambia kwa kauli ya Profesa, mimi na Tito kushindwa. Fitna zile zilikuwa za kanisa pamoja na Julius Nyerere. Titi hapa sasa nje serikali, Tewa nje serikali. Lakini harakati zinakwenda, istakamosi mpya inakwenda. Tewa alikuwa akitembea katika mikoa huko, anapokewa utadhani rahisi. Taarifa zinafika Dar es Salaam, zikawa zinamchoma sana Mwalimu Nyerere. Anaumia kwa sababu Waislamu walikuwa wanatoka kwa juhudi. 68 wakamkaribisha kwenye uwanja wa Markaz aweke jiwe la msingi. Jiwe la msingi likawekwa. Ndio baada ya jiwe la msingi sasa, sio 68, 64, ni baada ya jiwe la msingi sasa nakuja tukio la Arusha. Ndio sasa wamepangwa wanake mmoja baada ya mmoja anajitoa. Imeanza Bukoba, kaja Iringa, kaja Tanga, na ndio sasa Waislamu kajua hakika kunalo tatizo. Sasa wakawaita wale wenzao, kundi la Mnasibu, jamani, njooni tuzungumze. Wamekataa. Kisa ni kirefu, nitakufupisha. Kwa ufupi, ilikuwa huwezi kuanzisha jumuiya nyingine ya Kiislamu hapa ukasema mimi namweka kiongozi wakati Sheikh Hassan bin Amir kwa hapa. Hakuna kiongozi anaweza kumtizama Sheikh Hassan bin Amir usoni akasema mimi ni kiongozi wa Waislamu.
Nyerere akatoa amri kwa waziri wa mambo ya ndani Sheikh Hassan bin Amiri akamatwe. Waziri wa mambo ya ndani akampigia simu Hamza Azizi akamwambia mkamate Sheikh Hassan bin Amiri. Hamza Azizi aliuliza ni mkamate kwa kosa gani? Akaambiwa anafanya njama ya kupindua serikali ya Nyerere. Akasema uongo, akakataa. Na Sheikh Hassan bin Amiri akaenda kukamatwa na watu salama wa taifa usiku wa manane nyumbani kwake. Ndege ishawekwa pale, akachukuliwa na kanga tu, akapakiwa kwenye ndege, akarudishwa Zanzibar. Kilichofuata ukafanyika mkutano unaitwa Waislamu Iringa, na hapo ndipo ikazaliwa BAKWATA. Kuna mambo mengi hapa katikati, lakini tukisema tuende moja kwa moja tutakamba usiku. Lakini cha muhimu ni kuwa Waislamu wamekataa BAKWATA kuanzia siku ile mpaka leo. Nitatumia inshallah dakika 10 tu tumalize tuondoke. Nataka kumrudisha Bilal Waikena. Tabora kujitoa. Sasa serikali ikawa ule mkutano kwa kweli waliotoa fedha kuendesha mkutano ule ni serikali, ulinzi serikali, na hata zile mbinu nyingi za kufanya kuangusha kule na Sheikh Hassan bin Amiri ilikuwa ni serikali. Wakawa wanapita katika majimbo ili kuhamasisha watu waunge mkono BAKWATA. Walipofika Tabora wakaanzisha mkutano, watu wakajaa kibao na kusikiliza watu wakakuja kwa BAKWATA. Na ikata mkutano ulianza, akasimama mzee mmoja, hawa sijui ni yuko katika wale wale simama, maana walikuwa ni mtu ndugu yake Abdallah na Maulidi Kivuruga. Hao wote ni wasisi watano. Wakaomba ile kamishna, sisi Waislamu tuna sheria zetu, inapokuwa pande mbili zina ugomvi inataka pande zote mbili zisikilizwe. Sisi tutakaa kumsikiliza Damnasibu na kundi lake waeleze kwa nini wamevunja umoja wa Waislamu Afrika Mashariki. Lakini baada ya hapo Bilal Waikena alikuwa kwenye kamati ile ya usuli ya suluhu ambayo alikuwa kiongozi wa Musa Kupima huyu na ni advocate. Tunataka na yeye mumpandishe jukwaani awazungumze na Waislamu kilitokea nini kwa Waislamu. Ile jambo halikuwezekana. BAKWATA wakaondoka pale wanazomewa kama wezi. Wanaondoka na magari ya polisi. Na hii imekuwa kama umepata lana. BAKWATA kila wanapokwenda kuzomewa. Habari BAKWATA labda pale msikiti kwa Faruku bado wanaadhimishwa. Lakini mbona kija kama hivyo hajawaona vile. Sasa kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Geoffrey Sawaya. Huyu alikuwa ndio mkubwa wa kitengo cha uchunguzi wa makosa ya jinai akenda Tabora. Akapeleka taarifa kwa anamtaka Bilali ende hoteli kwake. Alifikia hoteli inaitwa Tabora hoteli kubwa kabisa. Alipofika akamwambia, wewe kwa nini unapiga BAKWATA? Akasema bwana, sio mimi bwana, mimi si mtu mmoja bwana, Waislamu wenyewe watatu. Akamtisha, Bilali simtokotisha, mimi namjua. Wakatuliana maneno. Ndio bwana anaenda chini. Akakuta briefcase imepangwa noti chupa pale juu. Zina 40,000